awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Malizia mstari wa mwisho wa 18. 18 nasema. Ndio. Amini nawaambieni. Yoyote atakayoyafunga duniani. Yoyote atakayoyafunga duniani atakuwa amefungwa mbinguni. Na mbinguni atakuwa amefungwa. Yoyote atakayofungua duniani. Ndio. Atakuwa amefunguliwa. Basi pigie Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asante tena kwa wakati mwingine endelea kushikiza neno lako ndani ya mioyo ya wachaji wako. Achilia Roho Mtakatifu, achilie neema ya kupokea na kusikia na kwenda kuitengeneza shamba ambalo Bwana ni kusudi la imani yako Bwana Yesu. Asante kwa sababu wewe ni kimbilio letu tunaonekana katika leo hii. Kwa Yesu Kristo. Amen. Watu wengi wakitafsiri andiko la mstari wa 18 vibaya. Na mimi nataka nikuambie leo kusudi ya jambo lililofungwa duniani na mbinguni litakuwa limefungwa limeandikwa kwa sababu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usihamishe andiko kwenye kusudi la mtazamo wa mawazo yako. Halo? Yesu anasema kila andiko lafaa kwa mafundisho likiwatemea watu kwa makosa yao. Sasa andiko linapoandikwa linahitaji kujenga kwa kipengele fulani. Lingine linapoandikwa linatujenga kwa kipengele fulani. Sasa wewe unapochanganya tafsiri unalipoteza kabisa. Takuleta baadaye. Nimeanza na kukuleta baadaye. Lakini Yesu anaposema kwenye sura ya Mathayo anawaambia wanafunzi, leo tunazungumza na wewe ndani yako. Yesu alisema nasi mahali hapa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa habari ya kujenga kanisa. Maana kanisa linaharibika kwa sababu ya vita, chuki, fitina, uzushi, hasira. Kwa hiyo ukosea kama umeokoka unamwamini Yesu. Mkristo anayepiga kifuani na Yesu anasema chukua hatua. Hata 1 2 mahali kuja kana. Katika maisha yako piga tu mara ngapi wewe kana tu. Hapa ndipo pale nguvu na mizizi ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wametoka kwenye mstari. Hata kama mhubiri, hata kama utaomba, hata kama utahudhuria vipindi vyote kanisani, lakini ukishindwa kukaa ndugu yako vizuri kwenye hatua hii, umepoteza muda kabisa. La hasha. La hasha. Anasema nakaa mtazungumza mahali pakapokaa mtaanza kuongea kwa amani. Biblia inasema akiwa na moyo mgumu asipokusikiliza. Biblia inasema usikate tamaa. Sogea mbele, chukua mmoja, chukua wengine, shirikiane naye, mwende kufikia mahali kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona kuna mtu mmoja anaendelea anasema ndivyo anayohubiri. Nakwambia neno la Mungu fike mbinguni. Haleluya. Amina. Chukua mtu pale ambaye atasimama kama shahidi. Lengo la Yesu ni kutaka kanisa lisiumbe. Haijalishi umekosewa, umebadilishwa, umevuliwa nguo. Biblia inasema chukua hatua yenyewe. Asipokusikiliza tena, nishirikishe kanisa. Hilo kanisa lililoambiwa hapo ni wazee, wakina Baba Subeni, wakina Mzee Ndani, wakina Silvestre, ndio walioambiwa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia wachungaji wako pale ambao kusudi la Mungu liko ndani yao, wataweza kuistahimili kusuluhisha ule mgogoro. Kwa nini walisema liambie vijana? Na vijana wana sifa kubwa sana kwenye Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na dunia sifa ya vijana kwenye Biblia. Lakini kwa nini kwenye mstari Yesu hajasema wawaendee vijana? Kwa sababu walikuwa wazee wana hekima, wazee wamemwamini Kristo, wazee wana kila sababu ya kukanusha yale mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unamwamini mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Haleluya. Anasema kwamba asipowasikiliza wazee, Yesu anasema asipoona kusudi ya heshima ya wachungaji, basi mwache. Haitaki kumkalia nini shamba lake.
ameona shamba lake lina matunda mengi, akajua atakula kila msimu. Ipo siku msimu utakauka, atapata shida. Ipo siku shamba lake litateketea na jua yote akakumbuka, atashangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ndio wokovu. Na hilo ndio kanisa linalojenga. Hiyo ndio amani ya Mungu. Mfano wako mko wa mataifa. Watu wa mataifa ni wale wasiomjua Mungu, ni wale wasiojua kusamehe, ni wale wanaosikia hatua tatu mtu anazofanya kwa unabii, kwa heshima ya Mungu asisikii. Wewe mtu wa mataifa, ukiona mtu anakuambia jambo hakusikii, wewe mtu wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mtu wa mataifa. Ni mtu asema samani. Kazi yake yeye na amani yake anasiangalia fedha. Anaangalia vitu vya kukusanya weka huko, weka hapa, weka huko. Lakini kwa habari ya suluhisho haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha yako katika mafundisho haya ya Yesu yamekaa. Umehesabu makosa na wasema kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu alikuwa anasema na alikuwa anazunguka mirefu, alikuwa na vitu virefu hapo. Alikuwa na kusudi ya kwamba amani ipatikane ndani ya watu wake, na alikuwa anapatikana. Haya maandiko Yesu alikuwa haongezi na watu wako huko. Alikuwa anasema na watu kama tunavyoongea leo. Kila mmoja tena mbele za Mungu anafurahi. Kila mmoja anaonyesha ameokoka. Yesu akawa anawaambia watu wa Mungu kama tunavyoagana tena leo. Bwana Yesu alibariki kwamba alikuwa hajaokoka kwenye ndio Mungu. Sawa, alikuwa na mashaka lakini ndio alikuwa hapo. Na ndivyo ilivyo dunia ya siku ya leo. Ndugu anapofanyia makosa haina sababu ya kumjaza mtaani. Hata kama utasikia amechukua mke wa mtu, usisema chini ya miti haikusaidii. Hata kama atakuwa anakuibia kwenda matangazo haikusaidii. Kristo wa leo unaacha kusudi la Mungu. Unaacha kusudi la Mungu. Unachukua ambayo itakayo kuangamiza. Ila tunaelewa roho yangu. Fahamu sisi. Biblia inasema faesi za Bwana. Ili mpate kupigana. Ukiona wanabii fast drive. Kuvasi kama wanaona wanabii. Yaani kuna maana utalitoa utaelewa. Ninasikia kuna habari tunazofanya. Zile habari kwa namna ya Mungu wetu tunavyotumikia. Nimetaka nijue kwa wako mekaji. Mimi ile habari hapana nasikiaga tunasema au nimedanganyika. Unakuta kwa maneno alikuwa anataka kuficha, hawezi kuficha kwa sababu ameona umemtambulisha heshima yake. Umempata mahali alipo. Umekaa ndio Yesu. Hile ndio kanisa ambao tunatakiwa kuendelea kwa Mungu. Haleluya. Hilo ni kwa kusema hivi. Ndio haleluya sana kwa Bwana. Asante Baba, nasema na Baba. Ninakutukuza na kushukuru Bwana wa Yesu. Neema yako endelea kuishusha juu ya mtumishi wako Bwana. Sikiliza nikwambie na maana niliyoko mahali hapa. Watu ambao mioyo yao hawataki kusamehe, hawataki kuachia, hawataki kufungua walio nayo. Sikiliza ninakwambia watu walichukua hatua ya kufuata. Jishushe. Ikiwa Mungu anakusamehe sisi makosa yetu, wewe unakosaje kumsamehe makosa? Ikiwa kila siku tukifika mahali tunapiga magoti tunaomba rehema, wewe unashindwaje kumsamehe jirani yako? Kama unaona kanisa ni zito hapo, hatutaki kuondoa iliyoko juu. Watumishi yuko kwenye madhabahu, anawakika ongea na mtumishi mwenzake. Hakuna mbingu utakayoingia, unapoteza muda wa kutosha. Unapoona unapoteza dhambi, ni yeye kumfuata kumwambia unatuchosha. Mimi namwambia Mungu ni kibali cha kutengeneza. Kwa sababu kama nikufa nitakufa. Yesu alikufa. Baba alikufa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mbingu ambayo wataingia watakatifu wasiozungumza. Hakuna mbingu ambayo wainjilisti watakaoingia wasiokuwa na mahusiano. Hakuna mbingu ambayo watakaoingia waimbaji. Hakuna mawasiliano ya Yesu. Kama umezoea kusikiliza neno la Mungu na kulichukulia kwa mazoea, iko siku utaendelea kusafiri. Na mtu aliyeokoka utamwona hata kwa namna anavyojiandaa na ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukaaji wake, hata namna ambayo unavyokaa, watu wakusema yule ana kitu. Hapa matengenezo. Nani alianzisha shamba akashinda kwenda kulipa? Nani atakubali aingie mtemarani yake? Wamepitisha barabara. Siku hiyo utajenga daraja kwa mikono, unaweza kujenga kwa simenti, wote hatajenga kwa mikono. Hautaki uadilifu. Na watu tunatembea kwenye laana hiyo. Nataka nikae hapo sitoki kwa sababu nasikia kuna kusudi la Mungu limekaa. Watu tunatembea kwenye laana. Unaambukizwa laana usiyojua. Unakaa kwenye madhabahu ya kukana chuki na fitina usiyojua. Eti kisa umeambiwa na mama yako. Eti kisa familia imekaa. Bwana Yesu tumie sana. Sasa basi, nizungumzie mstari wa 18. Yesu anaposema mstari wa 18 kwamba hatua utakayochukua inayomfurahisha ya kumwendea mtu na kusikiliza pamoja na ushirika baada wa wazee na ushahidi uliopo, anasema chochote kitakachosikitika pale kitakachosikitika wapi? Wala watakuwa na shida. Na yule aliyechagua chuki mahali pale atakutana na chuki wapi? Mbinguni. Yule aliyetafuta amani pale atakutana na amani wapi? Mbinguni. Haleluya. Haina maana mtu akutenda dhambi yetu iliyofungwa mbinguni na duniani. Hapana. Sikiliza nikwambie, mwanzilishi aliyeleta injili ya kuambia watu kitendeni na mtu asiyeweza kwa utaratibu alikuwa ni Paulo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akisamea walevi, akisamea makahaba. Kinywa cha Yesu akitaka kwamba lililofungwa hapa limefungwa mbinguni, kwa maana sijui umekwenda kufanya mambo ya ajabu huko. Hapana, alikuwa na malengo kubadili Sauli na kutengeneza mahusiano yaliyo mema ya mguso wake. Mimi naishi injili ya Yesu. Injili ya Yesu. Neno la Mungu na ninakujenga. Sipende na heshima na nguvu. Na ndio maana leo nimesimama mbele yako. Lakini maneno aliyotamka Yesu yako maandiko kwenye Biblia tayari yameandikwa kwa peji ya 10. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani yanamaanisha kwamba ni maneno ambayo ni ya tofauti sana. Hayawezi kulinganishwa na nabii yoyote. Hayawezi kulinganishwa na mtu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Biblia naheshimu sana maandiko ya Yesu kupita kawaida. Maana ufunuo wa Yesu ni ufunuo uko juu zaidi ya wafalme wengine. Kwa nini tusimheshimu Yesu? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu hakuja na mpango wa kujiangamiza kanisa. Yesu yeye alikuwa anafundisha, anawaambia. Tena ni baada ya wanafunzi kuja kule mstari wa kwanza kwenye sura hiyo, utaona wanafunzi wanamuuliza kuhusu habari za ufalme, kuhusu habari za ukubwa. Yesu akawaambia, nitieni yule mtoto aje hapa, akatoweka. Mawazo yalikuwa wanafikiria na mawazo ya Yesu yalikuwa ni tofauti. Wewe uko kanisani na mawazo yanaonekana ni mkubwa. Kumbe Mungu anahitaji kuona ukubwa wako. Mungu anahitaji kuona kazi yako. Mungu anahitaji kuona muda wako. Mungu anahitaji kuona kipawa chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaandika akasema, kwa hekima kama hii, kama nimeweka mkono wangu, nitakayopitisha hapa itakuwa na mimi nimepitisha. Nitakayokuwa mnakataa hapa na mimi nitakataa. Paulo kwa hekima za Mungu, Paulo ndiye aliyekuja injili ya tafsiri ya kusema kwamba jipengeni na nuru wa saburi ya manini kwa utaratibu. Na nuru akifanya matoto afanye akemewe hapo. Hiyo ni principle nyingine. Hiyo ni somo nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa watu wengi